Nyenyekea nikiwa chini yako. Bwana asifiwe, na hata kunipa nafasi hii ya kuja kuhudumu katika madhabahu haya Central Church. Unajua ni madhabahu makuu ya Presbytery ya Nyanza tu. Bwana asifiwe. So ukipata hiyo neema ya kusimama katika madhabahu kama yale, ni neema kuu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Josephat Gachunje na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mzee aliyeokoka. Bwana asifiwe. Maana unajua it is very easy to be a pastor who is not saved. Bwana asifiwe. Yule mtoto amelelewa na wazazi wake katika kanisa, akawa Sunday school, akawa youth, akawa bura mpaka mwisho. Watu wanaweza kusahau kwamba hajaokoka na awekwe kuwa mzee wa kanisa asiyeokoka, na finally akuwe pastor asiyeokoka. Bwana asifiwe. Lakini nashukuru sana ushirika huu, mambo kama yale haiwezi kutokea. Bwana asifiwe. So mimi ni mchungaji aliyeokoka na ninampenda Kristo, na nimebarikiwa kuwa na mke mmoja na yuko hapa. Bwana asifiwe. Na jamii yetu tumebarikiwa na watoto 4, samani 5. Bwana asifiwe. Tuna mabinti 2 na tuna vijana 3. Bwana asifiwe. Ingawaje wale wa kutoka vinoni mwetu ni 4, mabinti 2, vijana wavulana 2. Binti mkubwa yeye ameolewa, kwa hivyo tukaongezewa kijana mmoja. Kwa hivyo tukawa na vijana 3 ama wavulana 3 na binti 2. Hiyo ndio jamii yetu. Sasa mimi mjukuu, nina wajukuu 2. Bwana asifiwe. Nina wajukuu 2 na ninamshukuru Mungu kwa sababu ya hayo, na watoto ni baraka. Juzi wamefanya nikae hata na waheshimiwa. Bwana asifiwe. Maana mahali binti yangu ameolewa, binti wa hiyo boma ameolewa na kijana wa mbunge wa Roiro naitwa Kengara. Bwana asifiwe. Na so juzi wakawa na sherehe, na katika hiyo hali kabidi tulipoenda pale kama wageni, tulikuwepo pamoja na waheshimiwa. Bwana asifiwe. Tulikuwa pale na Kengara, tulikuwa na wengi tu, majina yao nimesahau. Haleluya. So watoto wanatupeleka mbali. Watoto ni zawadi. Amen. Kabla sijaendelea, nataka nimpe mama naye atusalimie, na kisha tutaendelea na muda wetu, kwa sababu kuna mambo yako mbele yetu. Sasa tutachukua muda mfupi, alafu tuingie kwa zoezi la siku ya leo. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na wapendo na upendo wa Bwana, na ninashukuru kuwa mbele yenu mchana wa leo. Hapa ni nyumbani. Nashukuru kuwa mahali hapa, maana hapa ndio nilijua kuabudu Mungu. Bwana asifiwe. Kabla sijajiunga na Kristo, nilikuwa naabudu kwa dini nyingine hapa tu, na tulikuwa tunaishi hapa. Sasa mimi nilikuwa nasikia sifa Kristo anamwabudu shetani. Bwana asifiwe. Na mzee alipookoka hapa, nikaja kuona shetani anaabudiwa aje, na nilishangaa kujua kwamba hata sijui kuabudu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninashukuru, maana hapa ndio nilijifundisha kuabudu, na hapa ni nyumbani, nimejifundisha mambo mengi, na tutazidi kuwa pamoja. Kwa majina ninaitwa Mary Gachunje, na Kristo ni Bwana, nimeokoka. Mbarikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Naona ndugu yangu Babu Boy. Amen. Sio anashiriki hapa? Amen.
karibu sana. Tumempata barabarani huko, mama kaniambia naona Babu Boy anaenda wapi? Kasikia labda wanaenda ibada karibu hapa. Asante kwa sababu ya kuwa hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. So niko hapa kama vile president alisema, ni mchungaji kule Hispania, na nataka tu nishuhudie jambo moja kuhusu hiyo hali. Kuna siku niliota, nikaona ndoto usiku nikiwa mahali na presbyter, ninamfulia socks. Bwana asifiwe. Nikaona ninamfulia socks, na mimi kwa mawazo yangu nikasikia kwa hekima, kwa kutojua kwangu nikajua ni kama Mungu ananinenea ninunulie dadi socks. Bwana asifiwe. Na mimi nilifanya, nikaenda nikanunua socks, sijui ni ngapi, sijui ni 6 ama ni ngapi, sikumbuki ni ngapi. Nikanunua socks na nikatunza, lakini naye akakaa sana hajaja Hispania. So wakati alikuja Hispania, alipomaliza kuhudumu, nikamwambia dadi, niko na zawadi yako. Tukaenda mpaka dukani. Nikamwambia mimi nataka nilipe deni. Kuna kitu Mungu alinionyesha ya kwamba ninakuvulia socks, na mimi nikafikiria Mungu ananinenea nikununulie socks. Bwana asifiwe. So katika hiyo hali nikampatia socks, lakini kuna jambo mama president alisema, hiyo sio kununua socks. Lakini socks president alichukua. Hiyo sio, alisema ni huduma, kitu kama hiyo. Bwana asifiwe. So wakati niliombewa kwa mchungaji, ndio nikakumbuka hiyo ndoto vile ilikuwa. Bwana asifiwe. So niko hapa kwa mamlaka ya Baba, na ninaamini ya kwamba niko kwa huduma ya sawa. Ninaamini ya kwamba niko kwa covering ya sawa. Bwana asifiwe. Maana ni kitu ambacho Mungu alinidhihirishia katika ndoto. Bwana asifiwe. So kwa hali hiyo sina wasiwasi, kwa hali hiyo sina uoga, kwa hali hiyo sijuti. Bwana asifiwe. Niko mahali pasawa. Bwana asifiwe. Amen. So tunashukuru Mungu kwa sababu ya huduma ya neno ya mchana wa leo. Tunajua neno letu na mwaka huu. Bwana asifiwe. Katika 1 Samuel chapter 30, unaweza endelea from verse 1 mpaka kuendelea. Bwana asifiwe. Ya kwamba ni mwaka wa kupasiu, ni mwaka wa ku overtake, na ni mwaka wa kuikaba. Bwana asifiwe. Pursue, overtake and recover. Haleluya. So jumbe zote ambazo maybe tutakuwa tunasikiliza zina revolve around that word. Bwana asifiwe. Zinazunguka hilo andiko ambalo ni andiko la kupasiu. Bwana asifiwe. Mchana wa leo nataka tuangalie God as a pursuer. Bwana asifiwe. Tunaposema kuhusu kupasiu, ni vizuri pia tuangalie Mungu kama aliyefuatilia na karejesha. Bwana asifiwe. Aliyefuatilia na karejesha. Mungu alifuatilia na karejesha jambo fulani ama mambo fulani katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Genesis chapter 1 verses 26-27, tunaweza somewa Genesis 26
Genesis 1 verse 26 na 27. Nasema, and God said, let us make man in our image, after our likeness. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created him, male and female created them. Na kwa Kiswahili nasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Bwana asifiwe. Hilo neno linatuambia kuna jambo ama kuna kitu Mungu alifanya alipoumba mtu. Bwana asifiwe. Na jambo moja tunaona kwamba aliumba mtu kwa sura na mfano wake. Bwana asifiwe. Aliumba mtu kwa sura na mfano wake. Na sio hiyo tu, alimpatia sura na mfano wake, na pia neno linasema kwamba akampatia na mamlaka. Bwana asifiwe. So Mungu katika mpangilio wake alitaka ama aliumba mtu ili afanane naye. Bwana asifiwe. Na katika hali ya kufanana naye awe na ushirika ama kuwe na mahusiano ya ndani kati ya Mungu na mtu. Tuko pamoja mpaka hapo? Are we together? So Mungu alikusudia kwamba mwanadamu awe na ushirika na yeye, ama yeye awe na ushirika na mwanadamu, na aliposa akamuumba mtu kwa sura na mfano wake. Bwana asifiwe. Watoto wangu wale wangu kabisa biologically tunafanana nao wengi. Bwana asifiwe. Hawezi anabari sana na mimi, wanafanana na mimi kwa sababu mimi ndio mzazi, ndio baba yao. Bwana asifiwe. Na so Mungu naye alitaka mwanadamu ama mtu awe na sura yake, awe na mfano wake. In other words, kuwe na mahusiano ya karibu. Bwana asifiwe. Watoto wangu kila siku tuko nao kama hawako shuleni. Bwana asifiwe. Tunashirikiana nao, tunahusiana na wao siku hadi siku, maana ni watoto wangu. Mtoto wa jirani naweza maliza hata mwezi sijamuona. Bwana asifiwe. Naweza maliza miezi miwili hatujahusiana, kwa sababu yule si mtoto wangu, yule si wa jamii, si wa nyumba yangu, lakini wa nyumba yangu kila asubuhi. Bwana asifiwe. Hata leo kijana mkubwa yeye anahubiri Hispania. Bwana asifiwe. Wako kwa huduma kule na sisi tuko kwa huduma maeneo haya. Bwana asifiwe. So Mungu alikusudia awe na uhusiano na mwanadamu, na uhusiano wa karibu. That's why akaumba mwanadamu
ama mtu kwa sura na mfano wake. Bwana asifiwe. Lakini hapo baadaye adui akapata mwanya, akapata nafasi, akaingia na akaleta corruption. Bwana asifiwe. Akaleta dhambi, akaleta uasi, na mwanadamu akaasi Mungu, na kupitia ile uhusiano wake, haleluya, uhusiano wake na Mungu ukawa umebadilika, umeharibika. Bwana asifiwe. Ukawa umeharibika, ukawa umedhoofika, haleluya, kiasi ya kwamba Mungu alikuja kumuondoa mwanadamu ama Adam katika shamba la Edeni, akamuondoa pale, uhusiano wake na mwanadamu ukaharibika. Bwana asifiwe. Lakini Mungu, sema Mungu, akawa anakusudia kupasiu. Bwana asifiwe, haleluya. He purposed to pursue his relationship with man. Alipurpose to pursue relationship yake ama uhusiano wake na Mungu. Bwana asifiwe. Na hapo purpose na kunyamaza. Huu ni mwaka wa kupasiu. Haleluya. Hilo neno kupasiu lazima tulifanyie kazi. Mungu alipurpose kupasiu, haleluya, na akatengeneza mbinu, akatengeneza mpango, a plan. When you are pursuing, you must have a plan. Bwana asifiwe, haleluya. Paulo anasema kwamba mimi sipigi ukuta hewani, haleluya, ninalenga. Plan ya kusaidia kulenga. Bwana asifiwe. So Mungu akawa na plan ya kurejesha ama kupasiu his relationship with man. Bwana asifiwe, haleluya. Na akatengeneza mpango, akatengeneza njia ya Yesu Kristo. Halo, Bwana asifiwe. Akatengeneza njia ya Yesu Kristo kuweza kurejesha uhusiano kati ya yeye na mwanadamu. Bwana asifiwe. So tumeona mwanadamu alipoteza mamlaka, mwanadamu akapoteza relationship yake na Mungu, lakini Mungu hakuachia pale, alitengeneza njia ya kupasiu. Alipasiu. Tunaongea kuhusu mwaka wa kupasiu. This is a season of pursuing. Na Mungu naye anapasiu kurejesha uhusiano wake na yeye. Na ndio maana siku ya leo mimi na wewe na Mordekai tuko hapa tukimwabudu Mungu, kwa sababu Mungu alipasiu. Haleluya. Mungu kama hangepasiu hatungepatikana. Haleluya. Kupatikana kwetu ni kwa sababu Mungu alipasiu na akafuatilia. Haleluya. Akafuatilia mpaka akakuovateki mahali ulikuwa umepotelea. Hiyo watupi. Bwana asifiwe. Akakuovateki mahali umepotelea. Akaniovateki mahali nimepotelea, mpaka kanilete katika nyumba yake. Bwana asifiwe. So anapotuambia mwaka huu, this is the season of pursuing, ni kitu yeye mwenyewe amefanya, ni kitu yeye mwenyewe amethibitisha na kimezaa matunda. Maana through pursuing the church is alive. Bwana asifiwe, haleluya. So kupitia kupasiu mimi na wewe tukapatikana. Bwana asifiwe, haleluya. So tunapoambiwa, tunaponenewa ya kwamba huu ni mwaka wa kupasiu, ni kitu ambacho kinawezekana. Bwana asifiwe. Sijui unapasiu nini, Bwana asifiwe, lakini kile ambacho unapasiu, haleluya, kinawezekana. Maana Mungu ndiye mwenyewe anatuambia tupasiu, haleluya. Na yeye kama aliweza, anasema all things are possible.
Bwana asifiwe. Haijalishi ni nini, haijalishi ni mambo gani, lakini mambo yote yanawezekana kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Nataka that was just an introduction. Bwana asifiwe. Nataka tuniongee jambo moja siku ya leo kuhusu kufuatilia. Mungu katika kufuatilia alifanya nini? Bwana asifiwe. Alitoa mwana wake. Bwana asifiwe. Katika kufuatilia alimtoa mwana. John 3 ile andiko wanasema ni la Sunday school, lakini ni la watu wote, na hata siku leo tunalisoma John 3:16. Inasema, for so God loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believed in him should not perish but have everlasting life. Bwana asifiwe. Akapeana. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Unajua Mungu, God is a God of principles. Haleluya. Mungu ni Mungu wa principle, kanuni. Bwana asifiwe. And God works on principles. Haleluya. Mungu anafanya kazi kupitia kwa kanuni. Bwana asifiwe. So bila Mungu kutoa, kanisa halingekuwa. Haleluya. Bila Mungu kutoa, kanisa halingekuwa. Yesu Kristo, nilikuwa nasoma katika Yohana 24:24. Samani Yohana, ndani confirm vizuri. Yohana 12:24 inasemaje? God is a God of principle and he works on principles. 12:24. Kama kuna mwenye amefika anaweza kusomea. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Kwa Kiswahili, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu, tunasema Mungu anafanya kazi na kanuni. Haleluya. Na kanuni moja Mungu anafanya naye kazi ni kanuni ya mbegu. Bwana asifiwe. Na siongelee ile mbegu tunasikia kwa mtandao ama kwa mahubiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu anafanya kazi na kwa kanuni ya mbegu. Na so ili aweze kurejesha kanisa. Haleluya. Ili aweze kulirejesha kanisa kwake, alitumia hii kanuni ya mbegu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akafanyika mbegu. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akafanyika mbegu. Mbegu inapopandwa, inapovunwa,
utapanda mbegu moja, lakini utavuna mbegu banji. Bwana asifiwe, ama mbegu nyingi. Haleluya! Na hivyo ndivyo Mungu alitumia kanuni hiyo. Yesu Kristo, hata Shetani, Mungu aliambia Shetani ya kwamba na uzao wa huyu mwanamke utakuponda kichwa. Genesis 3 na 15. Bwana asifiwe. Na kwa Kizungu inasema mbegu ya huyu itakuponda kichwa. Bwana asifiwe. So Mungu alitumia kanuni ya mbegu ili kulirejesha kanisa kwake. Alitumia kanuni ya mbegu kujiletea kanisa. Bwana asifiwe. Alitumia kanuni ya mbegu kurejesha uhusiano wake na mwanadamu. Bwana asifiwe. Neno linasema kwamba mbegu isipokufa, haleluya, itabaki tu jinsi ilivyo. Bwana asifiwe. So ninaona kwamba katika kupasiu kuna hali ya kuchukua hatua. Bwana asifiwe. Maana nasema mbegu isipokubali kuanguka itakaa jinsi ilivyo, lakini kuna kupiga hatua. Bwana asifiwe, ili iweze kuleta matunda. Itaanguka chini, haleluya, ili iweze kuzaa matunda, iweze kuleta mazao mengi. Bwana asifiwe. So tunapopasiu katika mwaka huu, ama tunapopasiu katika hii season, lazima tukubali ya kwamba sisi ni mbegu. Bwana asifiwe. Na Mungu anataka arejeshe kupitia kwetu, arejeshe kupitia wewe, arejeshe kupitia mimi. Bwana asifiwe. So tunapoendelea unakuta kwamba Mungu alitumia Kristo kama mbegu ya kurejesha kanisa kwake. Bwana asifiwe. Haleluya. So mbegu inazaa. Haleluya. Mimi ni mbegu, maana sisi tunafananishwa na nani? Bwana asifiwe. Sisi tunafananishwa na Kristo. Kwa hivyo kama Kristo ni mbegu, na sisi pia ni mbegu. Bwana asifiwe. So kama vile Kristo alipandwa kama mbegu. Bwana asifiwe. Nafikiri ni vizuri tusome hiyo Genesis, ndio tushika hiyo vizuri. Genesis 3:15, tuone vile Mungu anaambia Shetani kwa sababu ya dhambi ya kukosesha Adam na Eve. Anamwambia katika aya 15, anapotoa anasema kwamba and I will put enmity between thee and the woman. Bwana asifiwe. And between thy seed. Hello. Bwana asifiwe. Nataka nirudie. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Bwana asifiwe. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino. Bwana asifiwe. Hili neno linaongea kuhusu Yesu. Bwana asifiwe. Linaongea kuhusu Yesu. Linaongea kuhusu mwanamke. Kuna mwanamke ama mwanamke ni lango. Bwana asifiwe. Haleluya. Na so lango la mwanamke Eve. Bwana asifiwe. Shetani aliingia kwa Eve, kwa lango la mwanamke Eve, kuleta dhambi, kuleta mauti, kuleta mambo mabaya. Bwana asifiwe. Lakini kupitia lango la Mariamu, Mungu akamtumia Mariamu, haleluya, ili aweze kuleta Adamu wa pili, ambaye ni Adamu wa ushindi, Adamu ambaye ni wa uzima. Bwana asifiwe. Na huyo ndio Yesu. Neno linazungumzia hapa ya kwamba kutakuwa na uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke huyu. Bwana asifiwe. So Adam
mwanamke, neno hili likiongea kuhusu mbegu linaongea kuhusu Yesu. Inasema thy seed, there will be an enmity, kutakuwa na uadui kati ya mbegu yako na mbegu ya huyu. Bwana asifiwe. Na Mungu baadaye ndiye akafungua mlango mwingine ili mbegu ya sawa ipatikane, ambayo imetuzaa mimi na wewe siku ya leo. Bwana asifiwe. Hiyo mbegu ambaye ni Yesu, sisi tumetokana na hiyo. Bwana asifiwe. Sisi ni uzao wa hiyo mbegu. Haleluya. Sisi ni uzao wa hiyo mbegu ambayo ni mbegu ya pili, mbegu ya ushindi. Sio ile mbegu ya kwanza ambao Mungu anasema, lakini ni mbegu ya pili ambayo ni mbegu ambayo ni Yesu Kristo. Haleluya. Mungu bado tuko pale ili kurejesha, alitumia kanuni ya mbegu, na mbegu mpaka ianguke ili izae. Haleluya. Mahali hakuna mbegu hakuna kuzaa. Haleluya. Mahali hakuna mbegu hakuna future, hakuna another generation. Bwana asifiwe. Mbegu inaongea kuhusu future. Bwana asifiwe. Inaongea kuhusu, unajua unaweza kuwa na future lakini inaweza kuwa dull future. Inaongea kuhusu bright future. Bwana asifiwe. Inaongea kuhusu ushindi wa baadaye. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya muda sitaki niendelee sana. Haleluya. Nataka tusome bado ikiongea kuhusu mbegu. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Tusisahau tuko katika season ya pursuing and restoring. Haleluya. Na siku ya leo tunaangalia hiyo message katika sehemu ya mbegu. Maana Mungu alitumia mbegu kurestore kanisa. Alitumia mbegu kurejesha kanisa kwake. Kuna mtu anaweza kusomea? Second Corinthians chapter 9 verse 10. 2 Corinthians chapter 9 from verse 10, anasema, now he that ministered seed to the sower, both ministered bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. Now he that ministered seed to the sower, both ministers bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruit of your righteousness. Na yeye ampeaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki. Bwana asifiwe. Tumesema Mungu is a God of principle na anatumia kanuni hiyo. Bwana asifiwe. Na kanuni hiyo tumeangalia ni kanuni nyingi, lakini tumeangalia kanuni ya mbegu. Na hapa anasema kwamba yeye ampaye mkate na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu.
Bwana asifiwe. Kuna vitu viwili Mungu anatupatia. Bwana asifiwe. Kitu chochote ambacho Mungu amekupatia, haleluya, katika hicho kitu kuna mkate wa kula na kuna mbegu ya kupanda. Bwana asifiwe. Inasema kwamba yeye ampaye mkate, Bwana asifiwe, na mbegu ya kupanda. So chochote ambacho Mungu anatupatia, katika hizo vitu kuna mbegu na kuna mkate. Bwana asifiwe. Sasa kisungumukuti iko hapa. The mystery is here. Bwana asifiwe. How to differentiate between the bread and the seed. Bwana asifiwe. Kupambanua mbegu ni gani na mkate ni gani. Bwana asifiwe. Maana tusipopata ufunuo wa kupambanua, tunaweza kudhania wote ni mkate, na hapo ndipo tuko wengi. Bwana asifiwe. Hapo ndio tuko. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata katika hali ya kawaida, haleluya, katika hali ya kawaida ukipata fedha ama ukipata chochote napata na utumie yote, inamaanisha hautasave. Bwana asifiwe. Na so kama hautasave, your future will not be bright. Bwana asifiwe. Tunaongea kuhusu kupursue. Haleluya. Na so Mungu alijua mbegu ni gani na akajua chakula ni gani, na mbegu akaipanda mahali pasawa na ikazaa kanisa. Bwana asifiwe. Hakula yote, hakula mbegu. Angekula mbegu, kanisa halingekuwa. Mimi na wewe hatungekuwa. Kwa sababu Mungu ni mkulima hodari. Anajua kanuni ya mbegu. Anajua jinsi, anajua mbegu ni ya kupanda na mkate ni wa kula. Bwana asifiwe. So akainvest kwa busara. Bwana asifiwe. Na ndio maana sisi, mimi na wewe siku ya leo tuko, maana mbegu Yesu, the seed Jesus, Bwana asifiwe, alipopandwa, haleluya, akazaa kanisa. Bwana asifiwe. Mbegu moja Yesu ikazaa kanisa. Kenya tunasema 80% we are Christians. Bwana asifiwe. Mbegu moja ikazaa billions of Christians in the world. Bwana asifiwe. Maana alijua, kujua ni gani. So na sisi Mungu anasema kwamba ampaye mkate wa kula na mbegu kwa ajili ya kupanda, atawapatia mbegu. Bwana asifiwe. Na sio hiyo tu, hiyo mbegu ataizidisha. Bwana asifiwe. Usipoweka mbegu shambani haitazidi. Haleluya. Hata ukiwa na mbegu weke tu kwa hapo kwa store, hata ng'ombe, Mungu umesema utazidisha. Mungu utazidisha. Mungu umesema utazidisha. Na mbegu tu kwa store haita germinate, haitamea, haitazaa. Itakayozaa ni ile already iko kwa shamba. Ndio maana anasema ampaye mkate wa kula na mbegu kwa sababu ya kupanda, atakupatia na mbegu. Na sio hiyo tu, hiyo mbegu nakupatia, naenda kuizidisha. Bwana asifiwe. Sasa swali ni kwako, swali ni kwangu. Je, kwa lolote ambayo nimepewa, kama ni mkoa 500, nijue mbegu ni gani? Bwana asifiwe. Nijue, sijui nimekuja kwa nambari. Haleluya. Sasa hapo
Ukianza kuguza hapo, haleluya, amen. Lakini ni mimi nijue kati ya hii 500 mbegu ni gani na mkate ni gani. Bwana asifiwe. Na of course 50 bob ya hiyo pesa hiyo haina mjadala. 50 bob ni tight, hiyo haina mjadala. Bwana asifiwe. So the rest 450 ni mimi niamue kama mbegu nitaweka 20. Bwana asifiwe. Kama nitapanda 20 ni kule for that, ni mimi ndio naamua. Bwana asifiwe. Kama nitaamua ni kule 100 nipande hiyo nyingine, Bwana asifiwe, ni mimi ndio nitaamua. Bwana asifiwe. Lakini ukweli ni kwamba kila mtu, haleluya, kila mtu ana hiyo privilege ya kupata mbegu na mkate. Bwana asifiwe. Every one of us, kila mmoja anapewa mbegu. Haleluya. Bwana asifiwe. Si ndio nimesema? Inasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda. So unajua wakati mwingine tunaweza kuwa tumemkosea Mungu ama tunakosea Mungu. Wakati mwingine anatupatia mbegu za kupanda na hatupandi. Bwana asifiwe. Na anasema sio hiyo tu, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Bwana asifiwe. So swali ni kwangu, swali ni kwako, nijue hii ni ya kuweka wapi na hii ni ya kuweka wapi. Bwana asifiwe. Kama vile tumetoa mfano wa kawaida, ukipata pesa alafu kule yote, haleluya, finally utaenda, kama ni mwajiriwa, utaenda retirement, hakuna kitu umeinvest. Bwana asifiwe. Lakini kama umeinvest vizuri, umejenga manyumba, umejenga nini, hiyo umepanda, hiyo ndio umepanda. Tunaongea katika hali ya in the natural realm. Bwana asifiwe. Hiyo manyumba umejenga, umepanda, na katika hiyo retirement itakusaidia. In the spiritual realm ni hivyo. Maana anasema kweli zote ziko parallel. All truth are parallel. As it is in the natural, so it is in spiritual. Bwana asifiwe. So hivyo katika hali ya kiroho ni hivyo. Chochote tunapanda, na sio pesa tu. Bwana asifiwe. Hata muda wako, haleluya, muda ambayo umepewa. Katika huo muda kuna mkate, kuna mkate na kuna mbegu. Hiyo masaa umepewa 24 hours. In those 24 hours there is a bread and there is seed. Bwana asifiwe. Leo ujue ni masaa gani atakuwa mbegu na ni masaa gani atakuwa mkate. Masaa ya mkate ni masaa ambayo unatumia wewe mwenyewe kwa mambo yako, hiyo ni mkate. Bwana asifiwe. Masaa ambayo unatumia kwa Mungu, hiyo ni mbegu. Bwana asifiwe. So ni wewe uamue muda ambao ninapewa, chochote ambacho ninapewa ni mbegu ni gani na mkate ni gani. Bwana asifiwe. Ili tuweze kupasi. Bwana asifiwe. Ili tuweze kulikama. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie katika hilo eneo. Bwana asifiwe. Na especially siku ya leo, haleluya. Maana leo ni siku ya kufanya hiyo kitu. Hiyo kitu mnajua. Bwana asifiwe. Hiyo kitu, haleluya, tunapoenda kufanya, hapo ndio mahali pasawa pa kupanda sasa. Ile mbegu ambayo tumezungumzia, shamba imeandaliwa, imemwagiliwa maji, hata nasikia nje manyunyu. Nasikia hiyo manyunyu. Sasa wakati wa manyunyu, wakati wa kupanda. Bwana asifiwe. Shamba imeandaliwa ili tupande. Haleluya. Tusikule yote kama mkate.
Bwana asifiwe. Haleluya. Wafilipi 4, Philippians 4:15-17. Mm-hmm. 4:15-17. Philippians chapter 4, verse 15-17. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitted joined together. Philippians chapter 4. I'm sorry. Philippians 4, 15, I'm sorry. Nasema, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, the church communicated with me as concerning giving and receiving. Achia tu hapo mama. Bwana asifiwe. Kwa Kiswahili nasema, nanyi pia ninyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila ninyi peke yenu. Bwana asifiwe. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Bwana asifiwe. Samahani, ngoja niendelee na 17 nasema, for even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire food that may abound to your account. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Bwana asifiwe. Paulo anaandikia wa Filipi. Bwana asifiwe. Na anawapongeza. Anawapongeza kwa sababu ya kitu alichokifanya katika huduma. Anasema hakuna kanisa lingine lilishiriki nami katika habari hii ya kutoa na kupokea. Unaona, ni mambo mawili. Paulo anaongea mambo ya hakuna kanisa lingine lilishiriki nami katika mambo haya ya kutoa na kupokea. So when you give, Bwana asifiwe, you receive. Bwana ama nimesoma vibaya. Hakuna kanisa lingine lilishiriki nami katika masuala haya ya kutoa, angeachia tu pale. Bwana asifiwe. Lakini anasema ya kutoa na kupokea. Hallelujah. So receiving is the outcome of giving. Nimesema kweli. Receiving is the outcome of habari ya kutoa na kupokea. Bwana asifiwe. Kutoa na kupokea. Kutoa na kupokea. Bwana asifiwe. Giving and receiving. Bwana asifiwe. Na Paulo 17 anasema kwamba hiyo 17 ya kwamba si tunahitaji sana. Haleluya. Paulo akiongea kuhusu Wafilipi. Lakini kile ninatamani ni ile akaunti yenu
iongezewe. Bwana asifiwe. So si ati Paulo anasema si ati nataka sana, amen, lakini kile nahitaji, not because I desire gifts, but I desire fruit that may abound to your account. Nataka yani mtajirishwe zaidi, nataka muongezewe matunda zaidi, nataka muongezewe zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Anasema not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Si kwamba nakitamani kile kipawa, bali nayatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yetu. Bwana asifiwe. So katika hiyo habari ya kutoa, Paulo anasema ni nyinyi tu wa Filipi mlishiriki nayo. Bwana asifiwe. Na anawaambia hapa, anawahimiza kwamba nina tamaa yangu hata mnapotoa ni ili hesabu yenu iongezeke, ili akaunti yenu iweze kuwa nono. Bwana asifiwe. Akaunti yenu iweze kuwa nono. Bwana asifiwe. Hallelujah. I think I'm done.